Lazima unapokanyaga katika nyumba ya Mungu, jihakikishe umejiunganisha, jihakikishe unakuwa ibada. Ndio maana mwimbaji anasema umenifanya ibada ili ni kuabudu, lakini badala ya kufanywa ibada umekuwa kituko. Unavuna hasara, unavuna laana. Shika kichwa chako, sema kwa jina la Yesu, ewe kichwa changu, ninajua unayo akili kwa sababu una ubongo, nami natamka juu yako kuanzia leo, kila niwapo ibadani nifanyike ibada, akili yangu ifanyike ibada, mawazo mabaya yasinitawale, nikavuna laana mbele za Mungu, nifanyike ibada, mawazo yangu yote yafanyike ibada. Karibu roho wa ibada, karibu roho wa ibada kwenye maisha yangu mimi Yohana. Karibu wewe roho ya ibada, nifanyike ibada kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Tumehama nyumbani au bado tupo nyumbani? Ibada, ndio maana kuna nyimbo ya wakeketi wao wanaimba, wanasema tumeacha vyote tumekuja kwako na tumeleta vyote. Mhubiri mmoja akasema, hivi mnaimba tu kwa sababu ni nyimbo au mnaimba kwa sababu ni kweli mmeleta vyote? Sema tumeleta vyote ulivyotupa Bwana, tumeleta vyote. Lakini ukiangalia humo wallet huko imejaa misimbazi, afu nimeleta vyote shilingi 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kufanyika ibada, ishi kiibada, usiwe muongo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu tumevuna laana, vitu vyetu haviendi, ni kwa sababu sisi wenyewe, sio kwamba hata adui, sisi wenyewe tunanyenyekea, nimevileta vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo weka akili yako katika ibada. Zuia kitu kisikutoe kwenye ibada. Kinapokutoa dakika moja tu, adui anapanda miaka ya uharibifu mingi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani dakika moja tu kuteleza, alafu miaka ya uharibifu inakuwa mingi. Kwa hiyo ishi na Mungu, kuwa na Mungu, weka juhudi na Mungu, mwogope Mungu, naye atakutendea mambo makubwa. Nasema kama walivyomwacha naye Mungu aliwaacha, na Mungu akikuacha ni hasara. Bwana Yesu asifiwe. Weka juhudi na Mungu, kuwa serious na Mungu. Unapokuwa kwenye ibada, kuwa serious na Mungu. Vijana, wekeni juhudi na Mungu. Unapokuwa na Mungu, lazima, badala ya kufanikiwa kesho mtalia, sisi tukiwa hatupo. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kwenye maombi, weka juhudi na Mungu. Connect na Mungu. Acha kucheza katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kesho sisi hatupo. Sisi tutakuwa tumemaliza vitu vyetu, alafu limebaki ya taifa ambalo halieleweki. Matokeo yake jana mara 7 itawahusu. Bwana Yesu asifiwe. Wekeni juhudi na Mungu. Napofanya mchezo katika maombi, maombi ndo sehemu pa connection. Mungu anataka kuangalia huyu mwanangu anaomba nini, mbona anaomba huku ameweka vitu vya ajabu. Niliwaambia kulikuwa na baba mmoja Arusha, alikuwa ni mtaalamu wa kubeba Biblia, mpaka mama yake, mke wake, yana akawa anajivunia kwa marafiki zake, huyu sawa. Kumbe ile Biblia amefungasha humo kondom, ndo amezipanga tu. Ila mama na yeye kwa kuwa hasomagi Biblia, na yeye anakakumuta na ukafuta, mume wangu ni Mkristo. Biblia imegeuka kuwa mkoba wa kubeba vitu vibaya, vikondo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lazima weka juhudi na Mungu. Ishi neno la Mungu. Usipoishi na Mungu utadanganywa.
Ufahamu huwezwa. Mimi naweza nikaekti kama na Mungu, kumbe sina Mungu. Usipokaa rohoni utashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kusema sasa hivi Yohana anaomba sana, sauti yake si unaisikia ilivyo paraza. Kumbe sauti inaitumia kama kinganja. Bwana Yesu asifiwe. Ila ndani kumeoza. Kwa hiyo kaa vizuri na Mungu ili uweze kumjua mtu sahihi ni yupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokaa vizuri na Mungu utafanikiwa. Hatuanzi kumwamini mtu kwamba ni mtumishi wa Mungu kisa na sauti nzito. Tunaanza kuamini matendo yake yako. Amen. Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wakiwa wachungaji, haleluya. Lakini ndani yake ile haleluya haianzi huko, inaanzia hapa. Wanakula mpaka minyaa kama wale wapiga kadete. Kadete ili uweze kuwa na sauti nzito, unachoma mnyana siji na nini na chumvi eti. Unatafuna linaimba vile. Haianzi hivyo. Huduma haianzi na sauti nzito. Huduma inaanza na ndani. Kile kilichomo ndani ni halisi. Kwa hiyo jiunganishe na Mungu. Utaondokana katika hali ya udanganyifu. Utaondokana na hali ya kutiwa hofu. Hautanyenyekea kisa ni mtumishi amepiga kola. Utanyenyekea kwa sababu neno la Kristo liko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndio maana walikuja kukiri kwamba hakika ni mwana wa Mungu baada ya kufa wapi? Msalabani. Wakati anafufua anafanya hivi, hawakuwahi kukiri. Ndio maana alikuwa akimaliza kufufua wafu, bado siku kesho yake wanaanza kumsema. Lakini alipofufuka hakika. Kwa hiyo na wewe fufuka ili uweze kuwa na macho ya kiroho, ili ufahamu wako uweze kukaa vizuri, uweze kujua ni nani aliye sahihi wa kuambatana naye, ni nani asiye sahihi wa kutengana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Yohana yuko sahihi, tengana naye mapema kabla hujapoteza muda. Kama Yohana yuko sahihi, ungana naye mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Macho yenu yatiwe nuru. Macho anayoyasema Mungu si macho haya, ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu. Mungu anakazania macho. Jicho la tatu ni ufahamu. Ufahamu wako utiwe nuru, uweze kujua, je, katika madhabahu ya washindi ni Mungu wa kweli ama la? Ama ni kasakosi fulani hivi? Kama ni sakosi fulani, anza kuomba hisa. Kama si sakosi, ni Mungu, jiunganishe. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Mungu huleta maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali hapa sisi, tuko mahali hapa kwa sababu ya Mungu. Lakini Mungu wako umpime, umwambie, je, huyo ndo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi? Basi kama ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, mfuate kile itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa sababu wamekalilishwa sauti, wamekalilishwa machozi. Akilia mchungaji anasema kabisa, kumbe ni mtaalamu tu. Hata ukimtafuta, kuna watu, kuna kampuni, ipo kampuni Dar es Salaam na Mwanza imefika, wanalia kwenye msiba. Ukiwapa hela wanakuuliza tulie kwa 200,000 kwa namna, au tulie kwa 500,000 au tulie kwa 1,000,000. Wana bei 3. Ni wewe tu ukiweza sema 1,000,000, wanaweza mpaka na kujichanja, wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Yasikutishe machozi. Si kila anayelia kwenye msiba kwamba ameguswa na msiba. Mwingine analia kwa sababu anakucheka. Usitishwe na sauti nzito kwamba hii ndo imebeba nguvu ya Mungu. Hapana. Change your mind. Badilisha mtazamo.
Mwezi wetu ni wa kubadilisha nini? Mtazamo. Amen. Tukimbia katika somo kwa ufupi. Hiyo ilikuwa inaitwa breakfast, kifungua kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inaitwa kifungua nini? Kinywa. Huwa waswaki kwanza, yani mzungu anapiga kwanza ile breakfast, hapo ndo anaenda kwenye mswaki, lakini anaanza kuswaki. Akimaliza kula chakula cha usiku anaswaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo breakfast ni kwa ajili ya kuondosha ukavu kwenye nini? Kwenye utumbo. Na sisi breakfast ni ya kumjua Mungu wa kweli. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mungu awajalie. Okay, tukimbie. Somo letu linasema kuvunja madhabahu itiayo hasara. Kuivunja madhabahu itiayo hasara. Hii madhabahu itiayo hasara ni msiba, ni mzigo.